Tunaona Qur'ani lau kama Mwenyezi Mungu angeiweka ikafahamika kila kitu, basi ingekuwa wale wapotofu wakaenda basi kuna tofauti gani baina ya Mwenyezi Mungu na sisi wanadamu? Ndio maana sisi wanadamu hufahamika yote na baina ya Mwenyezi Mungu hufahamika yote. Sasa kuna tofauti gani ya Qur'ani na maneno ya kawaida? Kwa Mwenyezi Mungu akaenda hizo hurufu kumaanisha kuwa nyinyi hamwezi kufikia kiwango cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata mkifanya ni mambo gani kutafsiri Qur'ani, lakini mkifika hapo mtakwama. Naona Qur'ani ni mapokezi sana. Huwezi kutoka kushika Qur'ani, unawahi kusikia, unawahi kusomewa, ukashika ukaweza kusoma. Ni lazima usome. Hata wabingwa wa lugha, Qur'ani ni lazima usome. La sivyo utaisoma ile Qur'ani lakini namna utakavyo wewe. Kwa mfano kwa Alif Lam Mim, mtu ni Mwarabu hajui Qur'ani akaelewa haya sura Al-Baqara hiyo hata kuisoma ile Alif Lam Mim aweza kusoma alama, ilama, aluma, alamu, mimu. Kusoma kama amesoma alam ili kama vile hapa lamu hii lazima uivute na mimu uivute harakati sita. Kusoma alif lam mim, basi hapa ambiwa mtu angeweza kujua. Na ndio vile walikuwa wakisoma masahaba radhiallahu anhu, vile walikuwa wakisoma Jibril kusomea Mtume na Mtume kuwasomea masahaba na masahaba kuwasomea tabi'in. Ndio mapokezi yamekuwa mpaka sasa. Ndio Qur'ani, tunaambiwa Qur'ani ni talaqi, yaani ni mapokezi kwa kanuni. Wadaona kuna somo la tajwid, somo la tajwid ambayo kuna idhari, kuna idgham, kuna ikhfai, kuna itlaq, kuna madda, kuna nini. Tunaona wazee wetu waweza wakasoma bila kujua idhari ni harfu ngapi, ikhfai ni harfu ngapi, idgham ni harfu ngapi. Lakini akisoma Qur'ani akushinda wewe ambayo umezihifadhi hizo idhari na ikhfai. Kwa sababu yani wamepokea ile Qur'ani. Unaweza kwenye Facebook kwenye msikiti, leo unasoma tajwidi kitabu mwanzo mpaka mwisho, ikawa